huduma. Ndio watu wa huduma. Yeah, ministry hiyo ni huduma. Kwa hiyo sasa uwezi tena, lakini hizo piga kelele hizo ni kawaida, hizo ni same zote. Unaweza lakini sasa sisi huku kidogo piga yetu kelele inabadilika. Yaani huku sasa labda piga kelele kwa habari ya Yesu, unaelewa, labda piga kelele. Of course tunaambia nataka nisikie kelele. Unaelewa, kwa hiyo ni kawaida, yani hiyo ipo kote kote. Ila inategemeana tusanyie huku mnaiwekaje na huku tunaiweka vipi. Lakini hizi vibe zile zipo. Yani vibe hazikosekana, lazima ziwepo. Afu huku ndo kuna vibe sana nikwambie. Zile ambazo tunakutana nazo videos zinatoka kanisani siku hizi, unakuta dada amevaa kikanga au ni sketi imebana kidogo, au amevaa suruali ambayo imetight inaonyesha ka shape hivi, alafu anapocheza yani kiti unaona ndio ni kweli wanacheza gospel kanisani. Zile wewe kwa upande wako unaona vipi zile? Si kwamba zinanifurahisha na haziwezi kunifurahisha, kwa sababu kwa Mungu tunapaswa kwenda. Ngoja nikupe mfano mmoja. Kwa nini wakati wa mfungo labda ya Kwaresma hii kama saizi na mifungo ya Ramadhani sijui, kwa nini watu wanavaa staha? Kwa nini watu wanavaa nadhifu? Kwa nini watu wanavaa wanajiheshimu? Why? Kwa nini siku nyingine hatuvai hivyo? Kumbe unakuja kugundua kumbe kila mtu katika akili yake anajua ninapotakiwa kwenda mbele za Mungu natakiwa kuwa msafi. Ninapokwenda mbele za Mungu natakiwa niende kwenye mavazi ambayo yanamtukuza Mungu. Kwa hiyo kumbe inaeleweka. Kwa hiyo watu tunaofanyaga vile, ukiona mtu amevaa mavazi fulani ambayo hayampendezi Mungu, sasa huyo sijajua anakuwa siku hizi sio mnajitetea mnasemaje? Mungu haangalii mwili, anaangalia roho. Sasa kwenda mbele za Mungu tukiwa tuna utakatifu na tukiwa tumeandaa mioyo yetu vizuri. Tunapaswa kweli, Mungu anaangalia ndani ya moyo, lakini pia lazima tuende katika hali ya usafi. Tuende katika hali ya muonekano mzuri. Sidhani kama manabii wa zamani walikuwa wanaenda na vitaiti na vipensi. Walikuwa wanavaa majoho, walikuwa wanavaa manguo fulani makubwa kwa tunavyoona kwenye picha na nini. Kwa tunavyotafsiri, walikuwa wanavaa manguo ya kujisitiri. Kama ni wanawake wanapenda mbele za Mungu, basi unakuta wanavaa hiyo. Kwenye movie ambazo tunaangalia kama ndio hivyo ilivyokuwa. Hata Yesu mwenyewe alipokwenda akisali alikuwa anajifunika kitambaa fulani. Sio, unanielewa? Kwa hiyo kuna usafi fulani, kuna utakatifu unapoenda mbele za Mungu. Ila tunavaa tu kwa sababu ndio mambo leo nini ukisasa sana, lakini hatupaswi kuzidisha tukamkosea Mungu. Tunapaswa kuvaa mavazi nadhifu yenye kumpendeza Mungu na hata macho ya watu, kwa sababu unapokuwa ibadani ukivaa nguo ambazo sio nzuri, kuna mtu ambaye shetani anaweza kumtumia akawa ametoka kwenye concentration ya kusikiza neno la Mungu ukampelekea kwenye akili nyingine. Unaweza kukaa vibaya. Hata kuna wachungaji wengine kama hawana Mungu, mwanamke amekaa vibaya, labda ameonyesha mapaja, kuna mchungaji pale anaweza kawa anaomba, ndugu yangu, macho yake yako pale anapita, mwisho wa siku utamconfuse. Shetani anaweza kumtumia. Kwa hiyo tunapaswa kwenda kwenye mavazi ambayo yanajistiri. Kama unashindwa kuvaa, basi ukifika mbele za Mungu basi jistiri. Weka nguo fulani, ama ni kitambaa ama kitenge ambacho kimekaa kina hali ya utukufu. Yes, mimi nafikiri itakuwa vizuri zaidi. So sisemi kwamba sijui nini, unajua kila mtu na anavyomheshimu Mungu yeah. Na kuna wengine pia wanafanya vitu vya ajabu, lakini pia Mungu anawajibu. Naomba ujue hilo. Unaweza ukawa msafi sana afu ndani yako wewe ukawa ndo mchafu zaidi. Kwa hiyo unaweza kuonekana msafi kwa huyu ndo mtumishi wa Mungu msafi, uko very smart, lakini wewe ni mtu mmoja ambaye ni wewe, shetani yuko hapa na yuko hapa. Lakini kuna mtu mwingine anaweza kaa ukamwona yani ni wa kawaida kwa sababu huyu mwamba huyu, lakini akawa Mungu anamjibu vizuri na akawa na imani kubwa sana kuliko wewe. Walter Stoller alikuwa ananiambiaje wakati tunakuja huko? Umeona Danzo kina Walter alivyoanza? Kaimba bongo flavor, katoka. Kaingia kwenye gospel. Sasa hivi anaimba gospel. Anasoma na Bible. Kesho tu utasikia kuna kanisa Sinza, Mwenge, Kawe. Tunapata location tu. Nikamwambia mimi si ndalifikisha. Stoller mpambe sana, usipende kumsikiza Stoller. Mkusanya sadaka mimi. Kwa sura zenu ninavyotazama siwezi kuwapa kitengo cha sadaka. Stoller siwezi kumwachia kitabu cha sadaka. Mimi kwa nazihesabu. Kaka huwezi kupewa. Tutakosa kuinua kanisa kaka. Hatuwezi kutoboa. Una ndoto hizo za siku moja labda kuwa mchungaji sasa, ama kumiliki kanisa lako mwenyewe? Kama Mungu ataniita kufanya hiyo huduma, siwezi kuikataa. Lakini kwa sasa sikuwahi kufikiria. Napenda tu niimbe, mimi napenda sana kuimba. Lakini kama Mungu atanihitaji kwa ajili ya hiyo kazi, atanipa njia, atanipa namna ya kufanya. Si kila mtu lazima awe mchungaji. Uchungaji ni wito ambao unapaswa wewe umejikana mwenyewe, ndugu yangu. Uchungaji si kitu rahisi. Uchungaji unaenda kubeba vita za watu wengine. Yaani shetani ambaye anamuinda mtu fulani, wewe unamwombea ujue unakwenda kubeba misalaba ya huyo mtu. Kwa hiyo unapaswa uwe
commitment yako inatakiwa iwe 100% na Mungu. Yaani utakiwa kuwa na kona kona. Ndio maana wote wenye kona kona huwa hawafiki mbali. Ya, kama unaenda kuwa mchungaji kwa ajili ya kupata sadaka za watu au umecheza na psychology, umeshasoma Biblia, wote wana matatizo nikileta hapa. Sasa tunapaswa kumhubiri Yesu Kristo kwa sababu ya kuwaokoa watu, lakini hatutaki kuwa na janja. Hatupaswi kuhubiri tu miujiza tu kwa ajili watu kuwavuta makanisani. Tunapaswa kuhubiri dhambi zinatakiwa ziachweje. Tunapaswa kumhubiri Yesu, inatakiwa tumpokee vipi, tunatakiwa tumpokee Yesu. Hatutaki kuwa na janja. Sasa watu wa siku hizi hatupendi kusikiliza neno la Mungu ambalo linatukosoa, linatuchoma pale ambapo tunakosea. Tunataka kusikiliza sehemu ambayo inatu-encourage. Tunapaswa kuwa encouraged, lakini tunapaswa kusikia neno la Mungu linataka tufanye nini ili tufanikiwe. Tunapaswa kufanya nini, kazi za mikono yetu, ili Mungu atubariki tupate vitu ambavyo tunavitaka. Kwa sababu huwezi kuniambia mimi leo pokea nyumba afu usifanye kazi, nimekaa tu nyumbani naomba tu. Sifanyi kazi, sijitumi, sitafuti hela, napokeaje hiyo nyumba? Inakujaje? Yani muujiza gani? Kwamba inashushwa pa? Haiwezekani. Lazima niingie mtaani nitafute hela, lakini Mungu kwanza. Nipambane, nichimbe mashimo, nifanye chochote, niuze nyanya, nifanye nini, ndio Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Kwa hiyo sio tu pokea muujiza. Sasa pokea, sina kazi, sina hela, sina mtaji. Tunapaswa kumhubiri Yesu. Tunapaswa kuikemea dhambi. Tunapaswa kuambia watu wampokee Yesu, watu waokoke. Hicho ni kitu cha msingi. Unajua skati zilikuja stories za kwamba Afrika ndo bara ambalo linaongoza kwa kuwa na makanisa mengi na misikiti. Nikasema okay, hili ni nzuri sana. Ikatokea point nyingine ikasema hiyo inaweza ikawa ndio sababu Afrika wengi pia ni maskini, kwa sababu ya makanisa, kuwepo kwa makanisa mengi, watu wanatoa masadaka, kaona okay, wanaweza kuwa point zote ziko sawa. Kwako unaipokea vipi? Hapo kuna changamoto ndugu yangu. Unajua si vizuri sana kuongelea huduma za watu wengine, si vizuri pia kukosoa huduma za mtu. Hujui Mungu amekutana na mtu kwa namna gani mpaka akafungua huduma yake. Lakini hiyo ni kitu ambacho kinaongelewa sana kwa Afrika, kwamba unakuta watumishi wa Mungu ndo wanaonekana wana fedha, magari, misururu, lakini waumini wao wanapokea tu miujiza hewa ambao hawafanikiwi. Wanaita sadaka, wanaita 1,000 zao, wanaita 2,200, 10,000, laki ngapi. So inawezekana kukawa kuna makundi ya watumishi ambao wana Mungu mwingine, ambao hata kama ni huyo wanamhubiri, lakini wanadili na psychology za watu, kwamba tukifanya hivi watu wanapenda, nikitamka kitu fulani utatata sadaka, nikifanya kitu fulani kikugonga pale. Kwa sababu unajua kabisa obvious wewe labda una maisha yako fulani magumu, si ndio? Anajua kabisa kuna siku ulishinda njaa. Anajua kabisa kuna siku utaumwa, utashindwa kwenda hospitali. Anajua kabisa kwamba utakuwa na marafiki ambao labda wanakuumiza. Anafahamu. Anajua kabisa wewe kuna muda unamhitaji Mungu lakini huone, na anajua una kazi. Kwa mimi naweza nikaja kwako nikakuangalia, nikajua kusaa ndugu yangu, nikikutazama najua kusaa ndugu yangu. Nikikutazama na kusema Mungu ameniambia kesho utapata kazi. Mungu ameniambia marafiki zako ndio wanakufanya uwe hivyo. Nafu ukitafakari, ukimwangalia unamwona pale kuna Joshua, sasa ukiangalia unaona kuna producer tena, ukiangalia unaona kuna ana kweli hao. Kweli wananiwangia hao. Una jicho stolo nikiliangalia stolo, unaona stolo nikimcheki ile jicho hiyo. Si unanielewa? Kwa hiyo kuna mtu anaweza akacheza tu na akili za watu. Nikikwambia utoe sadaka utatoa. Of course nalijua neno limenijaa, nasoma Biblia, nafanya nini. Kwa hiyo kila mtu anavyomtafsiri Mungu, na kila mtu anavyoenda sehemu fulani, na so wapo. Mimi naamini kabisa wapo. So kwa nini tunakuwa maskini? Nafikiri hata ile neno ambalo tunakosa nini, nasemaje, neno kukosa maarifa. Mungu anaangamia kwa kukosa maarifa. Unaelewa? Kwa hiyo ni kila mtu kama akachukua muda wake kusoma neno, akapata mtu wa kumfundisha pia kama hawezi kulitafakari, ukapata ufahamu wa kimungu, na Roho Mtakatifu akakuongoza vizuri katika kulisoma neno. Kuna vitu ukiambiwa hakuna mtu atakaye kudanganya, kwa sababu wewe utajua huyu ameniambia hivi, lakini kwenye neno la Mungu aliniambia hivi. Shetani pia anatumia watu, na shetani pia anatumia pia baadhi ya watumishi, na shetani pia anaweza kututumia hata sisi waimbaji, tukaimba kitu ambacho kuna okay, kumbe nimekupeleka kwenye njia ambayo sio sawa, labda sikutafakari vizuri lile neno. Kwa hiyo tunapaswa kusoma neno la Mungu
na kufundishwa kwenda kwenye ibada ambazo ni za kimungu. Sisi Afrika ni matajiri sana, ndio maana hata nchi zingine wanapenda kuja huko, sababu wanajua huku kuna utajiri, ila hapa hazipo. Mimi nashukuru sana kwa muda wako. Ila utaratibu wa kuja kula uko pale pale kwa sababu leo sijafunga. Sasa nitaanza kufunga kesho. Hauna semaje story. Anyways, tupo kwenye msimu wa Kwaresma, lakini pia msimu wa Ramadhan kwa ndugu zangu Waislamu. So tunaendelea kuhamasishana kwa ajili ya kufunga na kufanya ibada kwa pande zote mbili za dini. Au vipi bwana? Asante kwa Walter Chilambo ambaye ametunyooshia imani kwa mastori mengi. Big shout out pia kwa wewe ambaye ulikuwa umekaa na sisi hapa, na uhakika kabisa kuna namna kiimani zaidi umebadilika. Kuna sehemu umegusika. Au vipi bwana? Endelea kuitazama Clouds TV kwa sababu Clouds hii sio muda itakuwa inapita hapo. Mimi ni Danzo, Instagram natumia Danzo TZ. Niambie unatamani niende wapi, unatamani nikutane na nani ili tupige story alafu kila kitu kikae sawa. Asante kwa Storo Zuna ni producer, Sadiki ndo cameraman ambaye amehakikisha mimi nimekaa na wewe. Asante pia kwa Walter. Asante kwa wewe pia ambaye unaenda kwenye matangazo wakati sisi tunaenda kula. Pole sana.